Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya tatu na ya pili ya mazungumzo, tukiendelea na mjadala kuhusu ugonjwa wa kisukari kwa kina mama walio na ujauzito pamoja na watoto. Na Daktari Phoebe, kuna hoja ambayo Daktari Okumu amezungumzia ya mtoto anayezaliwa akiwa na uzani wa zaidi ya kilo 4. Tueleze hatari ikoje, tusije mama akijifungua mtoto mkubwa anafurahia kumbe labda hatari itafuata baadaye. Yeah, asante. Mama akijifungua mtoto ambaye ni mkubwa sio furaha kwetu kama madaktari. Kwa sababu gani? Saizi tunaongelelea juu ya gestational diabetes. Wakati sukari haijakuwa controlled kwa huyu mama, hiyo sukari itapitia kwa placenta, inaingia kwa mtoto. So hali ya mtoto, uko environment ya mtoto iko na high flow glucose. So glucose iko mingi na as a result unaona insulin pia inakuwa produced. So insulin inafanya mtoto kukua, anakuwa mkubwa kupita kiwango ambacho kinachotakikana. So wakati kama mtoto amekuwa mkubwa, kuzaa inakuwa shida. Huyu mtoto anaweza zaliwa alafu pengine apate fracture ama avunjike mkono, ama unaona anaweza pata nerve damage, so mkono ina drop tu kwa sababu alipata injury. But hata hivyo anaweza pata ile brain inaweza athirika, what we call birth asphyxia. Yenye oxygen haiwezi ikafika kwa ubongo vizuri, so mtoto hajalia na hiyo ubongo haiwezi kafanya sasa kazi vizuri. Mtoto anazaliwa anaanza kuconvulse, hawezi akanyonya, ako floppy. Okay, hiyo ndio tunaita birth asphyxia. But again, kuna organs ambazo zinaweza athirika kwa mtoto. Mtoto anaweza kuwa na lungs ambazo haziwezi zikaondoa maji vizuri, okay? Kitu tunaita surfactant haiwezi kafanya kazi vizuri, so anaweza kuwa na shida ya kupumua, respiratory distress. Anapumua kifua ikiingia ndani na unaweza mpoteza mtoto. Moyo pia inaweza kuathirika kwa sababu moyo inaweza panuka ikuwe mnono. So hiyo kupump damu kwa mwili inaweza kuwa shida na mtoto anaweza fanya nini? Anaweza collapse, akuwe na sudden death in the neonatal period. And then the other thing is of course kuna zile seli nyekundu, red blood cells kwa mwili. Wakati watoto wamezaliwa wakubwa zinakuanga mingi kwa mwili, so zinakuwa broken down. Wakati zinakuwa broken down, mtoto anapata kitu tunaita neonatal jaundice ama yellowness, kimanjano kwa macho. Na hiyo inaweza ingia kwa ubongo kama haijashughulikiwa kikamilifu, mtoto afanye nini? Aathirike kwa ubongo. But immediately after birth, remember, mtoto amekuwa akipata glucose ya hali ya juu kutoka kwa placenta, kutoka kwa mama. Sasa wakati anazaliwa hiyo placenta inakuwa cut off. So meaning hawezi akapata hiyo glucose, okay? Lakini tulisema tuko na high level of insulin kwa mwili ya mtoto. So because of that, sukari za mtoto zina drop. So in the first few hours unaweza pata mtoto ambaye sukari zake zina drop, na kama hazita shughulikiwa kikamilifu, mtoto anaweza fanya nini? Anaweza poteza maisha yake. So hizo ndizo shida ambazo tunapata wakati mtoto amezaliwa in the first few hours or days. But mtoto akiendelea kukua, alafu akuwe mkubwa, afike adolescent, kama hutamlisha vizuri, hatafanya mazoezi kikamilifu, anaweza pata chenye tunaita metabolic syndrome. Hii inamaanisha nini? Anaweza pata diabetes. Huyu mtoto anaweza pata high blood pressure. Huyu mtoto anaweza kuwa shida na mafuta, ile cholesterol inaweza kuwa mingi kwa mwili. Na kama haitagunduliwa vizuri, ikuwe managed vizuri, huyu mtoto kama ni msichana apate mimba, anaweza rudi mahali pale pale mamake alikuwa na gestational diabetes. Ye pia azae mtoto mkubwa, alafu sasa unaona cycle inaendelea, okay? Inakuwa what we call vicious cycle. So tunastahili kubreak hii vicious cycle by ensuring that madaktari ambao wanashughulikia wamama wamezingatia dawa ama malisho, ndio sukari ifanye nini? Idhibitiwe kwa ile kiwango ambayo inastahili. Yes. Kuna hoja ambayo umeitaja ambayo ni muhimu sana, kwa sababu iwapo huyu mtoto mamake alikuwa na kisukari, akazaliwa akiwa na uzani wa zaidi ya kilo 4, na haswa akiwa ni mtoto wa jinsia ya kike, iwapo hali hiyo haitadhibitiwa, huenda ile hali akarejea mahali mamake alikuwa. Je, tunafaa huyu mtoto wakati pia anapoendelea kukua na kufika katika umri wa
kujifahamu, mamake anafaa kumweleza historia ambayo alikuwepo kutoka wakati akiwa kwenye tumbo la mamake na pia wakati wa kujifungua, ili pia na yeye ajue jinsi ya kujichunga. Yes, ni swali hilo ni hoja mzuri, kwa sababu wakati mama amejifungua na alikuwa na gestational diabetes, kwa tunaambia mama ndio huyu mtoto asikuwe na obesity or overweight, tafadhali mnyonyeshe kikamilifu for 6 months exclusive breastfeeding. Hiyo peke yake inasaidia kudhibiti kilo za mtoto. Na wakati hizo other complementary feeds zimeanza baada ya miezi 6, tunasema usipatie mtoto kile chakula ambacho kiko na a lot of energy yenye inaweza fanya mtoto again a lot of weight. So we have to look at, tunaangalia pia diet ya mtoto akiendelea kukua. Tunamwambia acheze, akuwe very active, 30 to 60 minutes of moderate to intensive exercise per day kwa huyu mtoto. So hii maneno ya kuangalia TV, sijui mnaenda kukula vibansi kila wakati, junk food, fast food, tunaambia mama asifanye hivyo. Lakini mtoto akifika ile hali ya kujielewa, then mama anastahili kuketi chini pamoja na yeye, amwambie unajua nini, mimi nilikuwa na diabetes wakati nilikuwa mjamzito, na unaweza kuwa na hiyo risk ya wewe pia kupata. So kitu cha muhimu ni kuzuia, kuprevent. Una prevent aje? Kuwa active, uangalie malisho so that wewe pia usipatikane na hiyo shida. And by the way, hii shida isipotatuliwa inaweza affect up to 3 to 4 generations. Okay? So it keeps on moving and moving. Kwa hivyo inaweza sababisha madhara makubwa katika kizazi kijacho kwenye hiyo familia. Haya, daktari, pia kuna swali nilikuwa nimekuuliza, sasa nataka ujibu mtazamaji. Kuna yule mama ambaye amejifungua mtoto wa kwanza, uzani ukakuwa uko sawa. Mtoto wa pili, kilo ndizo hizo. Amejaribu kupambana, amejaribu mazoezi, amejaribu hata kula vizuri, lishe bora, lakini uzani, kilo zimekwama pale na anatamani kujifungua mtoto mwingine. Afanyeje? Ashike mimba, lakini tuanze kushauriana naye mapema kabisa. Mapema. Nilivyoeleza hapo awali, kuna watu wengine ni wazito familia. Sasa hiyo kuna bone density, kuna watu wengine zile, kuna muscle. Daktari is muscular but she has no fat. Hiyo COVID. The house has spoken. So lazima tukuangalie, na niliposema hapo awali, aone nutritionist kabla hajashika mimba. Na akishika mimba, it doesn't mean that ukiwa mzito lazima, it's just one of the risk factors. Lakini tuanze kuangalia mapema. Kuna watu wengi wazito wanashika mimba, wanajifungua watoto 3, 4, 5, lakini hawajapata kisukari hata ni moja. Kwa hivyo hizi risk factors ni factors za kutu alert, uwe clear, look at the patient kila wakati, na mama pia awe na hiyo hamu ya kukuja kila wakati. Yes. Na kwa urban people hiyo ni kitu rahisi wanaweza fanya, lakini sasa shida ziko huko nyumbani, ambaye ndivyo nilikuwa nimeuliza daktari hapo awali, hii mpango wa serikali wa kuhusisha wakunga katika kuangalia hawa wajawazito. Huo kama ungeanzishwa tena na uwe sustained, hiyo inaweza kusaidia sana. Utaokoa maisha ya kina mama. Tulianzisha katika kaunti ya Kakamega kidogo, na tukapata pungufu kabisa ya complication wakati. Kwa hivyo ni mpango ambaye magavana wanataka waangalie. Haya, sasa mama amepata ujauzito kama jinsi ambavyo tumeweza kueleza. Ni dalili zipi ambazo mwenyewe hata kabla ya kufika kituoni ataona hata mwenyewe, kwa sababu idadi kubwa ya hawa wamesoma, ni watu ambao wamesoma na wana ufahamu mkubwa, wanajua hata kutumia mtandao, wamefuata, wamepata mambo mengi na wana maelezo mengi. Ni dalili zipi ambazo ukianza kuhisi, ukianza kuona, unaona hapa labda siko pazuri? So kisukari cha ujauzito huja haswa katika thuluthi ya pili na thuluthi ya tatu ya mimba, second trimester and third trimester. Kwa hivyo kabla yajisikia vizuri, hata labda asha attend clinic, yuko sawa, tumepima mkojo yuko sawa, aanze kusikia kiu, aanze kwenda haja ndogo kila wakati,
kuliko kawaida. Aanze kuchoka hata akiwa mfanyikazi, bado anasikia uchovu sio kawaida. Ikiwa serious, aanze kuwa na vision problems, haoni vizuri. Okay, awe na infections, especially yeast infection na urinary tract infection. Hizo ndizo dalili za kwanza kabla haijakuwa serious. So hata kama haujaanza clinic ama ushaanza clinic and you have been okay, lakini sasa unaanza kuona hizi dalili, ni vizuri hata kabla siku yako haijafika ya kuonana na daktari, ukimbie huko useme niko na dalili hizi, na madaktari walisema hizi ni dalili za kisukari. Lakini thuluthi ya pili na thuluthi ya tatu. Not first trimester. It's very rare kuwa Haya, Daktari Phoebe, wakati sasa mtoto ana kisukari, hata mamake labda hana, hata wakati alipokuwa anajifungua, wakati ujauzito wake hali yake ilikuwa shwari, mtoto aliye na kisukari, kama mama ni dalili zipi akiziona ajue hapa sasa nimkimbiza mtoto hospitalini aende hata kupimwa? Swali mzuri. So tulisema watoto, adolescents, young adults and adults wanaweza pata diabetes, lakini aina ya aina ya type 1 diabetes ndio iko common kwa watoto. Over 90%, actually over 95% wa watoto wanapata type 1 diabetes. Na kuna symptoms ambazo mama anaweza angalia kwa mtoto. Number 1, na ni vizuri kuelewa wakati unakula chakula, hiyo chakula inakuwa inabondeka kwa glucose, na glucose inaingia kwa damu. So hiyo glucose inahitaji insulin ifungulie njia ndio iingie kwa seli, alafu ikuwe broken down kwa energy. So wakati hatuna insulin kwa mwili, inamaanisha hiyo glucose itaendelea tu kuongezeka kwa damu, haitaingia kwa seli. So mtoto atachoka kwa sababu hana nini? Energy. Na kitu ya pili, kwa sababu hiyo glucose iko mingi kwa damu, ni lazima itaondolewa na figo. Na wakati inaondolewa na figo, itafanya nini? Itatoka na maji. So mtoto atakuwa anaenda kwa choo kila mara kwa mara. Na mtoto mwenye alikuwa ameacha kukojoa kwa kitanda, alafu afike mahali mamaka amuona na kukojoa kwa kitanda, hiyo ni secondary enuresis. Ni a clear sign mtoto anaweza kuwa na diabetes. Na of course ukikojoa maji mingi utasikia kiu kwa kawaida, na ukisikia kiu utakunywa maji mingi. Alafu kando na hiyo utapoteza kilo, weight loss. So huwa tunasema tuko na 3 classical signs ya diabetes kwa watoto and young adults. Number 1, kukojoa sana. Number 2, kukunywa maji mingi kushinda kawaida. Number 3 ni kupoteza kilo. So wakiona hizo dalili, wapeleke mtoto apimwe sukari. Inaweza kuwa hata kwa clinic karibu apimwe. Lakini kwa sababu type 1 diabetes huwa inakuja kwa haraka, sio kama type 2 diabetes inachukua muda, mtu pengine hatagundua akona hiyo ugonjwa. Type 1 diabetes within weeks mtoto amekuwa mgonjwa sana. So most of the times unaona wanaenda hospitali kama wako wagonjwa zaidi, wengine wako kwa comatose state. Ile state tunaita diabetes ketoacidosis. So hii inatendeka kwa sababu gani? Wakati glucose haiwezi ikaingia kwa seli, meaning that haiwezi ikakuwa broken down into energy, mwili kawaida itapata alternative forms of energy. Na hizi alternative forms of energy ni break down mafuta, fat cells, break down muscle, alafu na break down hiyo glucose ilikuwa imejificha kwa maini. Okay, so that they always wakapata alternative source of energy. So waki break down mafuta, inatoa zile tunaita ketones, na ketones ni acidic. So unaona mtoto anapumua kwa nguvu, kwa haraka, anahema. Okay, so wakati unaona mtoto ako na shida ya kupumua, difficulty in breathing, inaweza kuwa sign ya nini? Ya diabetes. So sio kila mtoto mwenye ako na shida ya kupumua ako na pneumonia. Okay, mtoto anaweza poteza fahamu kwa sababu ya a lot of acid, na amepoteza maji mingi kwa mwili. Naona electrolytes pia zimekuwa zinashuka zikipanda. So anaweza poteza fahamu, akuwe in coma. So akikuja hospitali haimaanishi ako na meningitis, anaweza kuwa na nini? Diabetes. Na hiyo ketones inaweza fanya mtu asikie ni kama anaumwa na tumbo. Okay, abdominal pain na kutapika.
So sometimes ukipata mgonjwa mwenye ako na abdominal pain, tumbo inamuuma na anatapika, madaktari tunaweza kosea tuseme pengine huyu ako na nini, gastritis, ako na acid. Lakini ni vizuri kupima sukari tujue kama ni ugonjwa wa sukari ama hapana. Na venye nimesema, breakdown ya hiyo fat inafanya mtu kupoteza kilo. So wanakuja kama wamekonda sana, na wakikuja daktari akose kufikiria kwamba inaweza kuwa diabetes, anaweza anza kushughulika jambo lingine kama malnutrition. So what we are saying here is, in the community, caregivers, tafadhali 3 classical signs: kunywa maji mengi, kukojoa sana na kupoteza kilo. In the hospital, healthcare worker kama uko hapo, ukipata mgonjwa ako na difficulty in breathing, tafadhali usiseme ni pneumonia bila kutafuta sukari. Ukiona kwamba amepoteza fahamu, usiseme ni meningitis bila kupima sukari. Ukiona kwamba ako na shida ya kutapika na kuumwa na tumbo, usiseme ni malaria ama ulcers bila kupima sukari. Ukiona amepoteza kilo, usiseme ni malnutrition bila kupima sukari. So hizo ndio tunasema ni mimics za diabetes. Na huenda tunapoteza watoto wengi kwa sababu ya misdiagnosis. Na type 1 diabetes, kama hutaigundua uanze kutibu vikamilifu, mtoto atakufa. Hivyo. So looks like we are losing a lot of children. Sasa huyo mtoto yuko katika hiyo hali, ako na type 1 diabetes na hata imeweza kubainika, na sasa ameingia umri wa kwenda shuleni. Ashughulikiwe vipi? Asante. Hata kabla aende shule tumegundua kwamba ako na type 1 diabetes. Ni lazima tufanye nini? Tupange mikakati ya kutibu. Na kutibu, dawa yake ni insulin. Kwa sababu mwili haiproduce insulin, lazima afanye nini? Ajidunge. Hakuna insulin ya kumeza, ni kujidunga. So definitely tutacalculate dose yake, alafu tutakaa chini na diabetes nurse educator tumfunze jinsi ya kujidunga. Anajidunga wakati gani, anajidunga wapi, anastoi insulin yake namna gani, na jinsi ya kuadjust your insulin wakati sukari iko juu na wakati sukari iko chini. Sasa ni huyo mtoto mdogo anafunzwa? Yes, of course. Kama mtoto ako umri wa let's say less than 10 years, tutafunza nani? Mama yake ama babake. Lakini adolescents huwa tunawafunza pamoja na wazazi wao, so that wao pia wafanye nini, wajue kujifunza. Na kando na insulin, tunakaa na nutritionist, ndio tuwafunze kwamba mtoto hatawekwa kwa diabetic diet, kwa sababu tunataka hao watoto wakue kwa urefu na wakue na kilo zenye zinatakikana. Wanastahili kudevelop vizuri, mtoto asichelewe kuingia puberty, okay? Ubongo wake unastahili kufanya kazi vizuri. So nutritionist anakaa chini na daktari, ndio a balance carbohydrates kwa chakula na hiyo insulin. But to restrict diet haswa kwa watoto ambao wako na type 1 diabetes. Mtu wa tatu muhimu sana ni yule tunaita psychologist. Kwa sababu mama akiambiwa mtoto wako ako na diabetes atashtuka kawaida. So ni lazima psychologist na counselor atembee na huyu mama, amuondoe kwa hile. Hata mtoto mwenyewe anashangaa, mbona mimi ndio kila wakati dawa najidunga na wenzangu wafanye vile. So it's very important. Na tusipomanage hiyo stage vizuri, mtoto anaweza kuwa na depression, hata aingie kwa madawa za kulevya kwa sababu ya hiyo depression. And then of course mtu wa tano of course ni pharmacist. So just to ensure that tuko na nini, tuko na commodities za kutosha, na lab technician kumfunza kupima sukari. Ni lazima ajipime sukari akiandika kwa diary, na hiyo diary ndiyo anakuja nayo hospitali kila wakati, ndio daktari aone kama sukari ziko sawa ama anastahili kuongeza ile insulini. After that, kama mtoto ni yule wa kwenda shuleni, kama ile multidisciplinary team, huwa tunaandika barua. Na tuko na what we call diabetes management plan. So tunampatia mtoto, tunaweka namba yetu hapo hivyo, na tunamwambia pelekea mwalimu wako mwenye uko karibu na yeye sana, so that tunamuintroduce. Tunasema huyu mtoto amegunduliwa kwa na ugonjwa wa diabetes, na anastahili kujidunga hata akiwa shuleni. Because remember, hii insulin anastahili kujidunga kabla ya chakula, kabla ya breakfast, kabla ya lunch, kabla ya supper, na anastahili kujidunga at least mara moja hiyo ingine. So ni mara 3 kujidunga, mara 4 kujidunga kila siku. So tunapeana information yote kwa hiyo diabetes management plan,
na wakati ambapo mtoto anastahili kupima sukari yake ndio ajipime. Na how to store the insulin. Alafu tunawaelezea kwamba ukiona kuna shida, tafadhali usisite kutupigia simu, namba zetu ni hizi hapa. Haya, bado tukisalia kwenye huyo mtoto ambaye tayari ameshaingia shuleni na amepatikana ako na kisukari. Tuje hapa kwa lishe. Huyu mtoto kuna hatari akila kitu kama keki, biskuti, peremende, kwa sababu sherehe za siku ya kuzaliwa kwa mtoto ziko shuleni kila wakati. Sasa huyu atawekwa kando ama itakuwaje? Yeah, very good question, and that's why what tunasema kwamba insulin lazima ikuwe balanced na ile carbohydrates mtoto atapata. So hatusemi mtoto hatawahi sherekea siku yake ya kuzaliwa. Okay? That is ni kufanya mtoto akuwe desperate. Okay? So tunamwambia ukienda kukula keki, kama uko na party fulani, ni vizuri upimanishe hiyo keki, kiwango ya keki, okay, na insulin. So that's why huwa tunawapatia insulin aina mbili. Aina moja ni mwenye anajidunga mara moja kwa siku. Okay? Hiyo ina take care of the basal needs. Lakini kuna ile yenye anajidunga mara 3 kabla ya chakula. Hiyo inasaidia ile glucose yenye rise kwa mwili baada ya kula chakula kurudi chini. So hiyo insulin yenye anakula kabla ya chakula ndio anastahili kupimanisha na hiyo keki yake. Okay? Alafu jipime so that sukari isiende juu. Na hiyo ndio maelezo ambayo huwa wanafunzwa na diabetes nurse educator wakishagunduliwa na ugonjwa wa diabetes. Actually participate in parties, wanaweza kuwa na picnics, okay, but wako na maelezo wamepewa. Haya, asante sana. Semi zako za mwisho sekunde 30, daktari. Mimi ningeomba serikali iregeshe ule mpango wa kuhusisha wakunga katika matibabu ya sasa ya ujauzito. Mahali hapo awali walikuwa mkunga anaruhusiwa kuja na mgonjwa wake hadi labor ward na ashuhudie uzalishaji, sababu hata wao huwa wanazalisha kule nyumbani, lakini shida zikitokea nyumbani ni tutapoteza. Nilisema ni disaster, lakini kama ni hapa tunaweza kukimbia. Kwa hivyo serikali iregeshe mpango wa traditional birth attendants wakunga kuhusishwa katika shughuli za afya ya ujauzito. Asante sana Daktari Charles Okumu pamoja na Daktari Phoebe Wamalwa. Bila shaka kwa kweli mmekuwa wazungumzaji wazuri na mmetuelimisha pamoja na watazamaji. Iwapo mama ana ujauzito, umebainika kwamba ana kisukari, na pia iwapo mtoto mdogo ana kisukari, umeelezewa na daktari unafaa kumpeleka kwenye kituo cha matibabu aweze kupata ushauri pamoja na matibabu yanayostahili, na anaweza enda shuleni kama mtoto mwingine wa kawaida pamoja na kujihusisha na shughuli zote za watoto kama mtoto mwingine yule. Asanteni sana mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi. Kabla ya pumziko nitaangalia taarifa zingine hapa ambapo wakazi